Mimi nimefika pale mlangoni wa hili jumba la kifahari. Pale hamna kubisha Kuna kengele, unabofya hivi inaita ndani. Akaja mwanamke akafungua mlango. Huyu mwanamke mwenyewe ni mrembo ukimwangalia, lakini umri wake kwa kukisia ni kama miaka 40 hadi 45 hivi. Akanikaribisha ndani, tukaelekea hadi sebuleni, mimi nikaketi kwenye sofa iliyokuwa hapo. Tena kaniletea na juice pia. Nikaona kunywa juice nikisubiri tena arejee ndio tuanze mazungumzo yetu. Mazungumzo ya kibiashara. Kwa sababu huyu ni mmoja kati ya watu ambao biashara zao zimenawiri kabisa, ni biashara zao zinafanya vizuri zaidi eneo hili. Basi mimi naketi pale, naona nyoka anachomoka kutoka kwenye mlango wa chumba kimoja ndani ya jumba hili. Mimi nikashtuka kwanza, lakini kuangalia kwa makini nikaona huyu nyoka alikuwa tu kichwa pekee na mwili wake ni kama ambayo ulikuwa umekatwa. Nyoka akaja, jinsi alipokaribia, mimi nikainua miguu nikakaa juu ya kiti. Waona sasa nimeshtuka. Hamna kile kiwiliwili cha huyu nyoka nacho kikachomoka. Kikaja. Tena ajabu ni kwamba hichi kiwiliwili kinaongozwa na nini? Na mkia wake. Hao wote wakaja sasa wakasimama karibu na kiti ambacho nilikuwa nimeketi. Hichi kiwiliwili kainua mkia ni kama ambacho kinanipungia mkono, tuseme kama kina mkono Alafu yule mama naye ndio akanja. Akana, umeona wageni wangu? Ndio hawa sasa. Kama ulikuwa unataka mazungumzo kuhusiana na biashara ambavyo biashara yako itakuwa inafanya vizuri, naweza kusaidia na hawa wageni wangu, ende nao kwako ukawatunze. Kashtuka, nende nikawatunze. Hawa wageni ina gani? Hawa nyama tena. Unajua wakati huu tunaongea, yeye amesimama huko mbali kidogo na mimi. Akaja taratibu. Akainama. Akachukua hichi kichwa cha nyoka. Kumbuka yuko hai huyu nyoka, kichwa chake kiko hai bado. Akichukua. Akileta karibu na uso wangu, karibu nyoka anaenda kuning'ata. Nikakutuka toka usingizini, nikagundua nilikuwa naota ndoto. Tuseme ya kichawi.